na hakuwa anakufanya zaidi ya kukimbia na kujificha wakati wa jua kupunga. Mungu alikuwa akitembea katika bustani kuongea na Adamu, na mke wakawa na mkewe wakawa wakijificha. Mungu ndiye mwenye huruma na upendo na maisha ya wanadamu. Naomba wasomaji watano watokea hapa mbele wakusoma maandiko haya, alafu nimalizie na maelezo machache ya muhimu. Kutunza mavazi ya wokovu. Kutunza vazi la wokovu. Na ninatumia mavazi ya wokovu kwa sababu ndivyo Biblia inavyosema. Karibu hao wasomaji watano na mnayeandika Mwanzo 3:21. Andika kwa kalamu, andika utajisomea nyumbani. Andiko la pili Isaya 61 mstari wa 10. Isaya 61 mstari wa 10. Mwanzo 3:21. Isaya mlango wa 61 mstari wa 10. Andiko lingine la tatu tunapata katika Injili ya Mathayo mlango wa 22 mstari 22 mstari wa 9. Wala wasomaji wajitokeze kuna nini? Kwa sababu mwingine akishamaliza asante kwa sababu kubariki. Tunaanza na Mwanzo 3:21, alafu tunakuja subiri yote nieleze. Isaya 61:10, wa pili amekuja, watatu aje wa Mathayo mlango ule wa 22, utasoma mstari ule wa 9 ndio unaanzia, lakini kwa kuokoa muda mstari wa 11 hadi 14. Injili ya Mathayo 22:11 hadi 14, na mwingine atasoma Wakolosai mlango wa 3 mstari wa 12 hadi 17. Aje tena mwingine. Wajatosha hapo. Tunategea nini? Mfano wa Mungu atutegee. Baada ya Mwanzo, Isaya, Mathayo, Wakolosai. Baada ya Wakolosai tunasoma Ufunuo mlango ule wa 16 mstari wa 13 hadi 15, na mwingine anasoma Ufunuo 22 mstari wa 10 hadi wa 15. Wote wamefika? Haya. Karibu. Nitasoma kwa jina la Yesu. Mwanzo 3 mstari wa 21. Bwana Mungu akamfanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi. Bwana Mungu akamfanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi. Sema mavazi ya ngozi. Mavazi ya ngozi. Akawafanyaje? Akawavika. Akawavika. Barikiwe Mungu. Akawavika. Ndio maana tunavaa nguo. Sema akawavika. Mwambie jirani yako akawavika. Bana wewe kwa nini? Naomba urudi kubariki. Sio umemaliza? Yaani hatutaki akawavika hayo mavazi ili watoke kwenye kujificha. Sema watoke kwenye kujificha. Isaya 61:10. Mstari moja. Nitafurahi sana katika Bwana. Nitafurahi sana katika Bwana. Nafsi yangu itashangilia. Nafsi yangu itashangilia katika Mungu wangu. Maana amenivika mavazi ya wokovu. Hebu simama kwa miguu yako. Sema amenivika mavazi ya wokovu. Kwa maana tunaona mtumishi wa Mungu kutoka Morogoro umekuja hapa. Kama sio wokovu wa Yesu. Mwambie jirani kama sio wokovu wa Yesu ungekutana na mimi na wewe. Amenifunika vazi la haki. Amenifunika vazi la haki. Kama bwana harusi ajipambavyo kwa kilemba cha maua. Kama bwana harusi, mimi sikuwepo siku ya Jumamosi. Aliyovaa leo Patrick sio alivyovaa siku ya Jumamosi. Ni kweli au sio kweli? Mpaka kuna. lakini
alipoingia yule mfalme, wakati Yesu atakapoingia kukagua, ili kuwatazama wageni. Wakati umewahi kuona rais Maisha akikagua, lakini alipoingia yule mfalme ili kuwatazama wageni wake, yuko mfalme Yesu, akaona mtu mmoja asiyevaa vazi la harusi. Akamwambia, rafiki, uliingiaje humu na hebu simama, uliingiaje humu na wewe vazi la harusi? Tusimame, uliingiaje humu na wewe vazi la harusi? Naye akatekeleza. Bora mshukuru zako. Uliingiaje humu nawe? Wamejaribu kuingia sasa. Lakini mfalme atakapoingia na kukagua, uliingiaje humu? Ndio watoto na bakika. Kuna mtu huko ndanga. Mfalme akawaambia watumishi. Fungeni mikono na miguu. Mchukueni mkamtupe katika giza la wapi? Giza la nje. Ndiko kutakuwa wako kilio na kusaga meno. Kwa maana waitwao ni wengi, bali wateule ni wachache. Kwa hiyo usiishie kwenye kuitwa. Fikia viwango vya kuwa mteule. Bwana Yesu asifiwe. Interview mbalimbali zimefanyika katika nchi. Wanaitwa wengi, lakini baadaye wanaoteuliwa ni wachache au watukana. Asante. Hiyo ni katika Injili ya Mathayo. Wakolosai 3:12 hadi 17 ambapo kuna kauli mbiu ya mwaka 2027. Basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao. Mwamini yako wewe ni mteule wa Mungu mtakatifu. Wateule wa Mungu watakatifu wapendwao. Sema wateule wa Mungu watakatifu wapendwao. Jivikeni moyo wa rehema. Sema namba moja, vazi la kiroho sasa. Sema moyo wa rehema. Mwamini yako wewe uliyeokoka lazima uwe na moyo wa rehema, uwe tofauti na wengine. Moyo wa rehema ni vazi. Utu wema ni vazi, unyenyekevu ni vazi, upole ni vazi, uvumilivu ni nini? Nasikia wanaume Patrick Semewa baada ya mnafuka takuonyesha njia ya kweli. Bila yeye wewe unipaje njia ya kwao? Wanaume nisimameni. Alafu namwambia kama hujui njia ya kweli nitakuonyesha. Wewe uliwaje njia ya kwao? Siwewe uliongoza ukaambiwa njia alafu namwambia nitakuonyesha njia. Wengine hawajaona. Sijawaona hapo sasa tunatarajia kuona. Mkichukuliana na kusameheana, kuchukuliana maisha yanahitaji kujifunza kuchukuliana na mwenzako. Wote wamezaliwa na mama moja, lakini Bwana mmoja Yesu Kristo ametuzaa kwa neno lake. Ametuzaa kwa damu yake pale msalabani. Mtu akiwa na sababu, haisemi kama hana sababu, akiwa na sababu. Una sababu za kutosha za kunilaumu kama Bwana alivyowasamehe. Kama Bwana alivyowasamehe ndivyo hivyo na nini? Zaidi ya hayo yote, shika moyo wako. Zaidi ya hayo yote jivikeni upendo. Yaani basi la upendo. Kadri ya upendo. Haisaidii hata uvae kanzu nyeupe tu mpaka chini. Kama huna upendo ni kazi bure. Au usisalimiana na shetani peke yake. Hata kama ni huyo adui Yesu mpenda tena muombe. Wapendane kusema kwa ombe. Usilale na mtu unambeba moyoni. Yesu awe moyoni mwako. Amen. Huyo mtu hata kama anakusema vibaya
wewe umepokea. Na wewe pamoja. Mmoja anayekwambia amani ya Kristo ifanye nini? Ya Bwana ni mfano ninatoa. Kwa nini unaweka sasa? Sasa hii kitu tunapoangalia kitu cha achia kitu chao. Kipichi awachi nitakugonga. Sasa amani ya Kristo bwana. Ndio kuchukua hiki. Mungu akubariki. Si amani imeamua kesi. Si amechukua. Lakini baadaye Mungu atasema naye. Sema baadaye Mungu atasema naye. Mungu atakwambia ukweli ni kwamba kiti hiki sio cha kwako. Atakwambia Mungu nisamehe, kile kiti sio cha kwako. Mungu ameongea na mimi, nikurudishie nini? Haini mama umetoa koti. Kwa sababu hutaki kusikiliza ile amani ya nani? Ya Kristo. Sema amani ya Kristo ina nguvu. Amani ya Kristo ina nguvu. Na nguvu hapo ina nguvu. Sasa katika unapokutana kitu watu wako wanaangalia. Na wengine wanaongeza. Wanasema usikubali. Wachochezi hawatakusaidia. Kitakachosaidia kuleta maamuzi ni amani ya Kristo. Na amani ya Kristo ina nguvu. Ndivyo mlivyoitiwa katika mwili mmoja. Ndivyo mlivyoitiwa katika mwili mmoja. Tena iweni na watu, iweni tena iweni watu wa shukrani. Wa Afrika huwa tunatabia kulalamika na kulaumu. Wenzetu wanajua kushukuru. Labda pamoja. Endelea. Neno la Kristo na likae.